Ametutumia kama tishu ama kama always. Ukishamalizia unatupa kwa choo. Sisi wana Azimio tukae kwa nyumba yetu ya Azimio. Watu wa UDA wakae kwa nyumba ya UDA. Period. Sitaisahau hiyo kitu. Sitaisahau. Raila amefanya bulanda kubwa kwa mashabiki wake. Kubwa. Hiyo sisi hatuwezi itikia. Hatutakuwa tunafanya biashara moja kila every election. Hii hatutakuwa tunafanya. Basi haina maana hata Raila mwenyewe aseme akona umaarufu hii Kenya. Haina maana. Jana alisema mzuri anataka afanyiwe koti iende nyumbani, IBC wafanyie marekebisho na katiba ibadilishwe. Na akasema mzuri haina haja basi watu kwenda kuvoti. Akasema anashtuka watu wakienda kuvoti na watu wachache wanachagua president. Haina haja watu waende kuvoti. Pia yeye haina haja akuja atuambie akona umaarufu Kenya ama ni kiongozi wa Azimio. Haina haja. Akae kando ama afungue kanisa ahubiri. Ni nini tunasumbuana? Wana UDA walichagua president na tukaelewa ni William Samoei Ruto. Hiyo ndio mimi najua. Askari akishagoma aweke chini bunduki. Hakuna option. Ni president mwenye yako ni kuachilia mamlaka. Kwa nini yeye anaendaga handshake kila mwaka? Ruto amekufa kwa sababu ya hao watu wawili. Na tumeteseka sana. Wao puso wanafanyia wa Kenya. Tumewamulika enough is enough. Tumeteseka and enough is enough. Hiyo mambo ya Raila kulanga nusu mkate kila mara. Ni ukweli na ni dhahiri kwamba Raila ni msaliti. Odinga, wewe kuja na ndugu yako mdogo William Samoei Ruto, mshikane pamoja vile mmeshikana saa hii. Tafadhali msiachane. Tunataka kuhakikisha kwa ya kwamba Rais William Ruto na Raila Amolo Odinga wote nyumbani. Wakishikana wanaenda wote, hatutaki mchezo. Hii naye atupembelezani na mtu. Hapa atupembelezani na mtu. Amolo Odinga, wewe kuja na ndugu yako mdogo William Samoei Ruto, mshikane pamoja vile mmeshikana saa hii. Tafadhali msiachane. Tunataka kuhakikisha kwa ya kwamba Rais William Ruto na Raila Amolo Odinga wote nyumbani. Kana kwamba yeye amemuona rais kwamba yeye ndiye atakayemsaidia kupitisha kura. Tunataka kumwambia Raila, ujue kura yako yani ile intention yako ya kupata urais katika taifa la Kenya imefika mwisho. Sisi watu wa Malava tulimuunga rais mkono, lakini hakuna kitu alitusaidia kufika wakati wa sasa. Na sisi tunataka kukuhakikishia Raila, hata ukimuunga rais mkono, kwa sababu saizi umeitia kwa nusu mkate pale kwa kona unakula, hakuna siku tena utakuja kusimama uambie Wakenya unataka kiti. Wakenya wamekufa wengi kwa maandamano tukipigana vile ambavyo pia wewe unaweza kuwa president wa Kenya. Lakini imefika mahali William Samoei Ruto amekudanganya. Acha kukufanya bibi. Wewe ushaolewa, ameshafunga ndoa, tumeona. Kwa news mmefunga ndoa mzuri sana. Watu wanakufa huku nje wakingangana vile ambavyo pia wewe Raila Amolo Odinga unaweza kuwa president. Kwa maandamano kila mara tunaandamana juu yako. Alafu imefika mahali sasa umeshaolewa wewe. Ruto amekuoa tukiona mmefunga ndoa. Ati unashika handshake. Raila, kweli wewe ni mganga. Na msipochunga nyinyi mnafuata ule mzee anaitwa Chebukati, huyo mzee wa kipara, amepaka saladi mingi kwa kichwa. Huyo. Mnafuata yeye, msipochunga mnafuata yeye. Yaani sisi tuhangaika huko nje kwa maandamano kila mara tukiangama. Yaani tunangangania mtu. Lakini nataka hata niambie vijana hivi. Siku nyingine mkisikia ati mwanasiasa anajaribu kusema ati sijui muende muandamane, achaneni nayo. Mumeona venye hao watu ni vigeugeu. Hao watu wanakaa pamoja, wanakula pamoja. Na si ati Raila ajui kile ambacho kinaendelea. Tunakufa au wakikaa pamoja wakicheka wakikunywa chai. Siku nyingine mmeshajifunza. Mtu kama Raila Amolo Odinga hakuna mahali ambapo angetupeleka. Yeye ni kigeugeu na mmeshajionea nyinyi na macho. Penye imefika wamefunga ndoa mkiona leo. Mlikuwa mnajua kitu kama inaweza fanyika. Alafu nyinyi mnaanza tu nini mara Raila nini? Watu wangapi wamekufa kwa maandamano sababu ya watu. Saa hizi Ruto kweli wamefunga ndoa kwa mtandao tukiona, wamefunga tukiona kwa news. Hiyo ni nini mnafanya? Ni nini mnafanya? Siku nyingine mimi nijikute kwa maandamano mimi.
Nyinyi 2027 tuko na nyinyi, hata muungane mpaka wapi? Nyinyi. Ati yani kweli wewe Raila, kweli wewe ni mzee aina gani? Saizi najua abduction itaendelea sababu mmeshaungana. Hakuna mtu mwenye anaweza tutetea, hakuna. Saizi tunajua vijana tutapotea. Wacha tupotee. Tumeshazoea. Nyinyi tuweni tu. Tuweni tu because tunajua hata nyinyi mtakufa. Kwani Chebukati amekufa? Hakukuwa mtu. Nyinyi tuweni tu venye mmeamua, mmeungana. Sasa hatuna mtetezi. Tulikuwa tunajua Raila anaweza ongea. Sasa nani ataongea saa hii? Tuweni tu vile mmezoea. Mtuibie sasa, mmeshashikana. Bibi na bwana, mtatuibia kabisa. Kenya sasa tutalia. Mara nini nasikia saa hii naingia kwa account private, si ya serikali. Mnatafuta vile ambavyo yani sasa saa hii mwizi itaongezeka. Sasa wezi wawili wameshikana. Ibeni tu. Lakini mjue ipo siku machozi ya Wakenya mtalipia. Msipokufa nyinyi ni Mungu tu. Mimi nasema muungano ambao unafanyika sasa hivi wa serikali na Raila, kwangu mimi sioni tofauti yoyote ama faida yoyote. Maana nimekuja kuona ya kwamba hiyo ni faida ya Raila na watu wake wa ODM. Na tena upande wa serikali wanataka waone ya kwamba wameongeza watu ama wajumbe ambao watawafaidisha kupitisha mswada kule bunge. Lakini kwa maoni ya Wanjiko mashinani, shinda haitabadilika. Na nimeshangaa sana hata kwa Raila kile amefanya leo, maana yeye tunamjua kama mtu wa kupigania demokrasia. Lakini siku ya leo nimeona yeye ako na maono yake tofauti na maono ya watu ambao wanamuunga mkono kwa karibu, lakini sio maono ya wananchi wa Kenya. Nimeona shida tu zitaendelea, maana kama wameungana tupate mandawa katika hospitali, ama wameungana ili mambo hii ambayo inasemekana ya kwamba kuna mambo ya kiangazi, watu hawana mambo pesa za biashara, kama wameungana kwa kusudi la mwananchi, hapo ndio tungepongeza. Lakini kwangu nimeona wameungana kwa sababu yao binafsi, sio sababu ya Wakenya. Kwa majina naitwa David Gitoga, mimi ni mkaaji wa sub county ya Nyahururu, Laikipia County. Kwa yale mambo tumeona ni kama ya kawaida kwa Raila, kwa sababu tangu Raila aanze kutafuta kiti alirukia dirisha kwa serikali ya Moi, akarukia kwa serikali ya Kibaki, akarukia kwa Uhuru, tena sasa amerukia hii. Kwa hivyo hii ni kumaanisha yeye atakagi kiti, ni opportunist, akule mzuri, akae mzuri. Lakini sisi tukifikiria tayari ndiye anapigania nini ukombozi wa hii nchi ya Kenya, ni bure tu. Hii hakuna muungano inasaidia sisi. Muungano inasaidia watu wanafanya harusi wakati watu wanakufa kwa hospitali. Watu wanafanya harusi wakati hii mnyama anaitwa cha hafanyi kazi. Watu wanafanya harusi wakati watoto shule wanadai pesa na hakuna. Hii ni muungano ya bure tu. Lakini Mungu si adhumani. Tutafukuza hawa wakati ya uchaguzi ya 2027. Tutakibizana mpaka huko kwa ziwa. Tutawaachia huko. Mimi naitwa Martin Oduor. I'm a footballer, I'm not a politician. Lakini mimi napenda sana vile wanaongea, inaleta amani kwa nchi yetu ya Kenya. Saidi watu kwa sababu ako nje ya serikali. Siku ameingia handshake. Amechukua barabara yote, amepeleka Kisumu. Kuna barabara ameleta Samburu. Kuna maji ameleta Samburu. Ndio Wakamba wametoroka yeye. Watu ya Pwani wametoroka yeye. Kwa sababu alikuwa anajificha kusema hawezi saidia kwa sababu ako nje. Siku ameingia kwa Uhuru Kenyatta, ameanza kutupiwa vitu kidogo kidogo apelekea watu yake, yote amepeleka kwao. Ndio hawa Wakamba wamemwambia Kalonzo, ukifuata yeye uko peke yako. Hawa Waluhya wamemwambia Mudavadi, ukifuata yeye uko peke yako. Watu ya Pwani wamewacha yeye. Sasa nyinyi watu ya Samburu mkiwa viongozi, muongee na watu nyumbani. Huyu mzee amepewa nafasi na Uhuru Kenyatta. Hata anatembea na ndege ya jeshi. Kuna siku amekuja kusaribia watu Samburu. Anatoka hapa, anaenda Kisumu, anarudi. Akitoka hapo, anaenda ng'ambo, anarudi. Vitu yote amepeleka Kisumu. Akipata nafasi ya kutembeza rais, anampeleka Kisumu. Na nyinyi mlikuwa mmepea yeye kura. Lakini yeye anajipenda. Mti yake anaitwa Junet. Amesema mchana, hii serikali Raila akiunda ni ya watu ya Nyanza, wengine watakuwa wageni. Mlisikia namna hiyo? Kuna baadhi alitaja ati watu ya Samburu watakuwa ndani ya hii serikali. Sasa mama moja yetu hapa anaitwa Mere wa Maua,
ni mjumbe hapa Maragwa. Hakusikia hiyo maneno. Ametoka kwenda hapa Kasarani siku ya mkutano ilikuwa inaitwa Azimio. Kufika pale amekuta askari kutoka Kibra. Ameambiwa wewe ni nani? Mheshimiwa, wewe wapi? Murang'a. Wewe toka. Hii serikali iko na wenyewe, hii ni watu yenya. Ameanza kulia pale nje. Sasa nyinyi mnatufanya namna hii, mnanituma kama mnatupa mimi kama gunia viazi na mmoja ingia State House. Sasa mkiingia itakuwa namna gani? Akaambiwa kwenda. Sasa huyo mama analia arudi kwetu. Na Junet alikuwa amemwambia. Hakusikia. Hiyo mnajidanganya hapa bure. Mimi ndiye nilitumwa na rais na Oscar. Tukapewa mabunduki kila mtu 2 kubeba pesa yenye tulipelekea Raila na wabunge wake kule nyumbani Bondo. Nyamira Kango. Huyu. The Raila you think you know, ni Raila I know more than anyone. Do not rely on Raila. He can change 11th hour na hamna mahali pa kwenda. Hiyo mnajidanganya hapa bure. Mimi ndiye nilitumwa na rais na Oscar. Tukapewa mabunduki kila mtu 2 kubeba pesa yenye tulipelekea Raila na wabunge wake kule nyumbani Bondo. Nyamira Kango. Huyu. The Raila you think you know, ni Raila I know more than anyone. Nyumbani. Nataka uungane na Ruto. Huyo mwenye umeungana na yeye akakuangusha AU. Ungana na yeye bado. 2027 tunakunyorosha ukiwa na Ruto wako. Mwingine tupeleke Sogoi, wewe tukupeleke Bondo once and for all. Tusahau mambo yako Raila. Sisi hatuna huruma na wewe mzee. Umetuacha, sisi tulikuacha. Raundi hii kumechemuka, mambo imechemuka. Mambo imechemuka. Raila Amolo Odinga amepewa ofa na watu ya mlima, kinara wa mlima. Mheshimiwa Geoffrey Rigathi Gachagua, Rigiji, amempatia free offer. Na sio kwamba anabembelezwa, hakuna mtu anabembeleza Raila boss. Tafadhali you people from the Lake Victoria, hatuko hapa kubembeleza Raila. We are giving Raila Odinga the last chance. If he will not accept Raila Odinga, this is the second time the voice of God. Separate yourself from William Samoei Ruto. You have up to June this year, 6 months exactly from now. Separate yourself from William Ruto. If you don't, what will happen after that? Don't blame anyone. Don't say you are not warned. Ati yule mtu wa kitendawili si nilimshinda? Na niliwaambia nitamshinda asubuhi na mapema. Na zilikuwa hivyo. Kwani angenishinda namna gani hata nyinyi mkipima? Angenishinda namna gani? Nyinyi mnanielewa? Ati sasa anatuambia ati aliambiwa na mtu mwingine anaitwa whistleblower. Ati yeye ndiye alishinda. Sasa niwaulize, whistleblower ndio kupiga kura ama ni nyinyi ndio kupiga kura? Si nyinyi ndio mnaamua? Si mliamua na mambo ikaisha. Sasa tupange mambo yakaendelea mbele ama ni aje? Sasa mimi nataka niwaambie yule jamaa rafiki yangu, please, wewe wacha kujisumbua na maandamano. Jipange 2027. Na siku hiyo nitakuwa nimejipanga zaidi. Sasa so wacha kusumbua wananchi bwana. Sasa unasumbua wananchi kuwapelekea vita, kuwapelekea fujo, kuwapelekea maandamano. Mimi nataka niwaulize, nasikia pengine ule mtu wa whistleblower ameambia huyo jamaa ati ukiweka sufuria kichwa na ufanye maandamano ati bei ya chakula itapungua. Mimi nawauliza, vile ya kupunguza gharama ya maisha ni mkulima apate mbegu, apate mbolea, tuzalishe chakula ikiwe kingi, iletwe sokoni, bei ipungue, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate haitafanyika tena. Haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Bana. Ama namna gani? Si ndio? Kwani mtu ambaye anataka kuharibu biashara ya mwingine anabembelezwa? Bana. Nitawakalia ngumu sana watu wa kweli.
Sijui kama tumeelewana jameni. Hizi ziara vitu ambazo haziku. Raila Odinga adaiwa kukataa kazi. Mtazamaji, ni ombi na matumaini yangu ya kwamba And therefore, sisi hatutaki nusu mkati. Mkati gani? Mkati gani? Mimi sitaki kuwa naibu wa rais. Sitaki kuwa waziri mkuu. Yale yote mimi nishakuwa. Mimi sina haja. Weka pole pole, usiseme ati sisi hatutaki, wanataka mtu mkati, ameongea na Ruto, Ruto amemwambia nini? Mimi nikutana na Ruto lini?